Watu ambao wapo karibu na Alan Okello wanahitaji kumwambia hichi kitu, I love this kid, na kama kweli wanampenda wanahitaji kumwambia huu kweli, they need to tell him the truth. Na kitu ambacho wanaenda kukiongea, oh my god, kinaweza kuniweka kwenye sehemu mbovu sana na mashabiki wa Yanga. Wanaweza kaamua kuna unfollow, ama maybe wakaenda kunishitaki kwa viongozi wao na nikashtakiwa, maybe nikafungwa, who knows? Nani anajua? Watu ni wengi sana ndani ya Mugisha Talksport. Mimi siamini kwanza kama mashabiki wa Yanga wanaweza kuamua kuni-unfollow ama kunishtaki kwa viongozi wao. Mimi nachokijua they can do better, na wanaweza kaamua kunifollow zaidi na wakahamasishana kunifollow zaidi. Lakini ukitaka niongee mpira bila kungatangata maneno, nitakwambia hivi, Yanga ni kama kuna kitu kinashuka ndani ya timu, na moja kati ya kitu ambacho kinasababisha hicho ni kukosekana kwa Mzize, ni kukuwa na inconsistency ya mwendelezo wa jina la Pacome Zouzoua. Kipaji kinapungua, labda umri unaenda, labda mechi alizocheza ni nyingi, amechoka, lakini ndani ya Yanga hakuna ile nguvu ambayo Pacome Zouzoua ambayo amekuwa nayo kwa muda mrefu. Na hii kitu inafanyika na inatokea si kwa bahati mbaya, kwa sababu tumekuwa tukiona huu mwendelezo wa haya matukio kama haya ambayo yamekuja sasa kutengeneza majina ya Yanga. Kabla ya Pacome Zouzoua, unakumbuka Aziz Ki alistruggle sana kuchukua nafasi ambayo ilikuwepo na Faisal, kwa sababu watu walikuwa hawaamini kwamba Faisal na Aziz Ki wanaweza kucheza ndani ya timu moja na timu ikapata matokeo. Lakini kitu ambacho kilichotokea kwa Faisal, akaondoka ndani ya timu na tukaanza kuona sasa ule ubora halisi wa Aziz Ki. Lakini pia kipindi Mayele amekuja, jina la Mayele halikuwa jina maarufu sana ndani ya midomo mashabiki wa Yanga. Jina ambalo lilikuwa likitajwa lilikuwa ni Makambovic, kwa sababu alikuwa amerudi tena na mashabiki wa Yanga walikuwa nakumbuka ule ubora ambao alikuwa nao. Lakini Makambo hakuwa tena bora vile ambavyo alikuwa, na jina la Mayele likazaliwa. Kwa maana yake ni kwamba lazima jina moja life, ama lazima jina moja liondoke ili jina lingine lirudi na ama lizaliwe. Kwa hiyo kama upo karibu na Alan Okello, lazima umbie ukweli kwamba jina la Pacome Zouzoua linaenda kudondoka, na nani ambaye anaenda kuchukua jina la Pacome Zouzoua ndani ya Yanga kama sio wewe? Na usione watu wanakutaja ukazani kwa bahati mbaya. Wanaona potential ambayo unayo, wanaona kipaji ambacho unacho. Unahitaji kucheza mpira kwa confidence, unahitaji kujiamini, unahitaji kuchukua nguvu ya mashabiki wa Yanga ambayo wanayo kwenye nchi na kuiweka kifuani na kuamini kwamba unaweza kuifikisha hii timu mbali zaidi. Kwa hiyo hicho ndio kitu pekee ambacho kinaweza kubadilisha huyu Alan Okello.